kawaida katika kanisa letu parishi inaongozwa na mchungaji ama kasisi. Siku hizi kwa sababu tuna maparishi mengi, hata mashemasi tunawapa makanisa na maparishi wanashika wanaongoza, lakini kwa kawaida mashemasi kwa utaratibu wa Kianglikana walitakiwa kuwa chini ya kasisi angalau mwaka mmoja ili waelekeze, wafundishwe. Sasa kutokana na kukua kwa kanisa, basi natulazimu na wenyewe kuwapa. Kwa hiyo mahali popote ambapo mchungaji yupo, basi pale mwenye mamlaka ya kutawala huwa ni mchungaji. Kwa hiyo na nyinyi wazee mnapokaa kule mjue kwamba tukishaleta kasisi au mchungaji pale, tayari tunamkabidhi mamlaka yeye. Ninyi mnabaki kuwa baraza lake la kwanza la ushauri. Baraza la kwanza, watu wa kwanza wanaotakiwa kumshauri mchungaji parishini ni wazee wa kanisa. Ndio maana mna vikao, na ndio maana mimi nachukizwa sana naposikia kuna parishi ambazo mchungaji haitishi vikao. Yaani hiyo ni makosa makubwa. Kwa hivyo si vizuri kukaa parishini bila kufanya vikao, na ndio maana tunataka makatibu, kwa sababu watendaji wakubwa wa maparishi ni nyinyi wa makatibu. Ni lazima kumkumbusha mchungaji vikao. Kwa kawaida huwa tunakuwa na kikao cha kwanza cha mwaka ambacho ni cha bajeti. Kuanzia kwenye diocese tumeshafanya sisi tayari cha bajeti cha mwezi wa kwanza tumemaliza, na maparishini ni hivyo hivyo. Lazima mkitoka hapa, na kwa sababu mmeshaapishwa tayari, uchaguzi umeshafanyika, sasa lazima mkakae. Kikao cha kwanza huwa ni cha bajeti ya mwanzo wa mwaka. Baada ya pale, huko katikati mchungaji anaweza akaitisha vikao vya dharura na nini, lakini pia huwa tunashauri mwezi wa 6 au wa 7 ni vizuri kufanya review ya budget, kikao kidogo cha budget cha kupitia, kuangalia tunakwendaje. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo si vizuri kuanzia mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka hakuna kikao kimefanyika, watu hawajui fedha zinatumikaje, nani anayetoa fedha. Na sasa hivi sehemu kubwa ya makanisa yana benki, nani anaenda kuchukua fedha benki, zinaendaje, zimetumikaje? Hakuna vikao, hatuwezi tukafika. Vikao ndio mahali pa kufanyia mipango ya kanisa, imani shimwe. Lakini pia vikao ndio mahali unapotoa nafasi kwa watu kupunguza jaziba. Watu wana maumivu wengine mioyoni, hana pa kusemea. Kwa hiyo kwenye kikao ni mahali pia anaweza akapumua, akatoa nyongo, akaongea. Alafu akiongea mambo yanafanya nini? Yanaendelea vizuri. Kwa hiyo kutokufanya vikao ni sawasawa na zamani wakati tunakuwa tulikuwa tunazuia maji kwenye mto unakuja hivi, alafu naweka nani hapa ili maji yasifanye nini, yasipite. Hautayazuia sana, baada ya muda yatajaa, alafu yatakasua njia, yatafanya nini, yatapita. Kwa hiyo ni hatari sana kwa mchungaji kutokufanya vikao. Ninyi makatibu ndio mna wajibu, maana ninyi ndio makatibu wa maparishi, na ikiwezekana hata ratiba, pangeni ratiba za vikao ili wazee wajue kwamba vikao vya kanuni vitakuwa tarehe fulani mwezi fulani. Sisi kwenye diocese tayari tuna vikao tumeshapanga, mpaka cha kwanza tumemaliza, cha pili mwezi wa 6. Halafu baada ya hapo kama kutakuwa ni kingine cha lazima, huko ndani kunakuwa na wakurugenzi na nini, hizo zote ni sehemu ya vikao vya diocese. Kukutana mara kwa mara ni kuzuri, tunakumbushana mengi. Kwa hiyo msikae tu mnaangalia kwamba mchungaji mwenyewe haitishi vikao. Mchungaji ni wewe pia, mzee wa kanisa, na hasa katibu na mhasibu. Ninyi ndio sehemu, na nitaeleza hapa, ninyi ndio sehemu kubwa ya usimamizi wa masuala ya lile kanisa. Ndipo sasa ninyi wazee wa kanisa mnatengeneza hilo grupu kubwa la kutengeneza kama daraja hivi, naunganisha waumini na mchungaji, unakuwa pale katikati. Na mahali popote pale ambapo ukiona kanisa linaendelea vizuri, ujue hapo wazee wa kanisa pia wako vizuri, wanaendelea vizuri na wenyewe. Mahali popote ukiona mambo hayaendi, ujue hata wazee wa kanisa hapo kufuatilia mambo na wenyewe hayako vizuri, hawapeleki taarifa nzuri kule kwenye mitaa. Mnakaa mnapanga bajeti, labda sasa tuna siku ya Pasaka hivi karibuni, tayari mtakiwa mnadunia zenu na mitaa hii imeshaambiwa, lakini mwingine haendi kusema. Hata akienda anaenda kuongea kwa upande wa hasi, anasema tulikuwa kwenye vikao huko, msubiri, mmepangiwa hayo malengo, mtayaona ninyi wenyewe. Yaani nawaambia waumini, yaani mzee ambaye mko kwenye kikao, msubiri tu, malengo yanakuja, mtaona. Sio kama mtayaweza tu, lakini wameshapanga, msubiri muone.
Sasa mimi nashangaa kama mzee anasema hivyo, hapo hakuna cha kufanya, lakini ni vizuri kusimamia. Kwa hiyo Paulo anamkumbusha Timotheo. Timotheo ni mchungaji kijana ambaye analea kanisa la Mungu, na kwa hivyo Timotheo anamkumbusha na kwamba awahimize na kuwataka wazee anaofanya nao kazi wapate kutenda kazi vizuri kwa heshima, watawale vyema, ili waweze kupata heshima. Tena sio heshima tu, anasema heshima maradufu. Bwana asifiwe. Heshima maradufu. Tulifundishwa zamani haya maneno katika Kiswahili mashuleni. Maradufu maana yake, lugha nyepesi walisema mara mbili, lakini sio mara mbili tu, ni zaidi. Maradufu maana yake ni zaidi na zaidi na zaidi na zaidi. Kwa mzee anayetawala vyema anastahili heshima na zaidi na zaidi na zaidi na zaidi na zaidi na zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio mkazo wa Biblia. Na wazee maana yake ni watu ambao kwa namna moja au nyingine ni wachungaji kwenye mitaa yao, na ninyi pia tunawaita wachungaji kwenye mitaa yenu. Mnachunga kwa niaba ya mchungaji. Hawezi mchungaji kufanya kila kitu kwenye mitaa. Ni sawasawa vile ilivyo askofu, hawezi kuja kila mahali, hawezi kuja kila parish. Ndio maana kule tunaweka wachungaji, marubini, maeliabini, wakurugenzi, ili sasa watusaidie kwa niaba yetu. Kwa hiyo na ninyi mnasimikwa na mchungaji, anawapa mamlaka kusimamia mitaa yenu. Kwa hiyo na ninyi ni wachungaji, mnasimamia mitaa yenu kule. Mtawale vyema, kisha tawala vyema, majukumu haya mtaona mitaa inavyopenda. Fanyeni kazi pamoja na wachungaji wenu, fanyeni vyema, mnastahili, na mtaona mambo yatakayokwenda. Lakini pamoja na utawala vyema, anasema hawa pia, pamoja na kutawala pia, hawa wanaweza kuhubiri, wanaweza kuongoza neno la Mungu, wanaweza kufundisha na kufanya mambo mengine ya kichungaji. Na tumesema kesho kuna wazee mtahubiri hapa. Ndio hayo ambayo Paulo anayasema kwa Timotheo. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu, tengenezeni mfumo bora wa utawala, wekeni mambo vizuri, ili tuwe na watawala wazuri kutoka miongoni mwenu, tusihangaike. Uongozi wenu ni wa muhimu sana.